Sijui kama ushaikuwa na malengo katika maisha, ushaikuwa na matarajio katika maisha, lakini yote yakawa ni bure. Unatamani kuweza kuyaafiki, lakini mambo yamekuwa magumu kabisa kabisa. Unajipata unatenda dhambi, unajipata wewe mwenyewe unatamani kutenda mazuri katika maisha, lakini unajipata tu unatenda dhambi, unaenda kinyume katika ndoa yako, katika uhusiano wako, katika kazi yako, hata unatamani kuweza kukuwa mtu ambaye ni pure at heart, lakini unashindwa kabisa. Usiwe na wasiwasi. Haya yote yamesemwa na Paulo katika mojawapo ya barua zake, kwamba kile kitu ambacho natamani kuweza kukifanya sikifanyi. Kile kitu ambacho sitaki kukifanya ndicho nakitenda, haswa kupitia kwa sheria. Lakini anasema kwamba ni nani ataniokoa? Anasema kwamba ole wangu mimi ambaye nimepotea. Lakini anasema kwamba namshukuru Mungu kwa sababu hakuniwacha, alimtuma mwanao Yesu Kristo aje kuniokoa katika maisha ya kwangu. Maisha yako yanaweza yakabadilika. Unaweza ukayafikia malengo yako, sio kwa nguvu zako, bali ni kwa nguvu za Paulo. Anasema pia kwamba mimi ndio nilikuwa the least of the apostles. Mimi ndio nilikuwa mdogo kabisa. Nilikuwa mtu ambaye niliwatesa wa Kristo, nikawatesa wale ambao walikuwa wanaamini, lakini baadaye nikaja nikafanya makubwa zaidi. Na anasema kwamba sio kwa uwezo wangu ambao nimefanya haya makubwa, the greatest of all. Anasema kwamba ni neema iliyokuwa ndani yangu. Ni neema ambayo ililetwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya huruma zake. Kwa sababu ya unyonge wa mwili wetu kuanzia wakati wa Adamu, wakati wa watu ambao walitembea nao. Tunamwona Daudi anaingia katika dhambi, Abrahamu na wengine wengi wanakuja wanapata ugumu wa kuweza kuafiki malengo fulani. Mungu akatuhurumia, akamuandaa mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo, akaja akatufia pale msalabani. Maisha yako yanaweza yakabadilika iwapo tu utaweza kunyenyekea. Maana inahitaji unyenyekevu na kusema kwamba maisha haya yamenishinda, malengo yamenishinda, ndoa imenishinda, kazi imenishinda, yale ambayo nayapanga siyatimizi, dhambi imenishinda. Ukinyenyekea na kusema hivyo, utasarenda, na ukisarenda kwake, basi ataweza kukuokoa na kuweza fanya maisha yako yawe mapya zaidi. Maana katika kitabu kile ni Wakorintho wa pili 5:17 anasema kwamba therefore if anyone is in Christ, he is a new creation, all things have passed away, behold all things have become new. Na unaweza ukampokea huyu Yesu Kristo na ukabadili maisha yako. Maana anasema katika kitabu cha Mathayo 11:28, come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest. Njooni kwangu wote mliolemewa na mizigo mizito, nami nitawapa pumziko. Kristo anatamani sana kuweza kupatia nafasi katika maisha. Unatamani kufika kwa Baba, unatamani kuna kitu ambacho uliumbiwa katika maisha yako. Kuna kusudi ambalo uliumbiwa na Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Na Kristo anatamani sana uweze kutimiza swala hili. Ndiposa anasema kwamba katika kitabu cha Yohana 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth and life. No one comes to the Father except through me. Ila kupitia kwangu mimi. Iwapo popote ulipo utajiona kana kwamba wewe ni uko sawa, uko fiti bila Kristo, basi jua kwamba unaangamia. Maana yake Paulo anasema kwamba the gospel is folly to those who are perishing, but it is life to those whom are being saved. Wale ambao wanampokea Kristo wanapata maisha, wanafanyika upya. Kwa hivyo njoo kwake Yesu Kristo, utapata pumziko katika maisha yako. Utaweza kuondoka katika dhambi. Maana katika kumpokea Kristo unapata upya wa maisha. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi 6:3-4, or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we may live a new life. Tutaishi maisha mapya wakati ambapo tunapokea mwili wa Kristo, tunapokea damu ya Kristo ambapo inaua mwili wetu ambao ni mnyonge. Hawezi kutimiza makusudi ya Bwana, hawezi kutimiza malengo yetu, hawezi kutimiza mawazo ya mambo mazuri ambayo unatamani katika maisha yako. Kwa hivyo wakati ambapo unapokea Kristo, unaua, unaharibu, unaangamiza. Maana Kristo anasema kwamba nitaweza kuharibu hekalu hili
na nitaweza kulijenga kwa siku 3. Unapata kwamba wale ambao walikuwa walimu wa sheria katika kitabu cha Yohana 2:19-21, Jesus answered them, I'll destroy this temple and in 3 days I will raise it up. The Jews said, it has taken 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days? Kwamba utalijenga kwa siku 3 na imechukua miaka 46. Kwa hivyo Kristo alikuwa anasema kwamba ataharibu ile temple ya kitambo. Yani mwili wako ndio hekalu lake Mwenyezi Mungu. Ataharibu hiyo hekalu ambayo ilikuwa ni ya kitambo, hekalu ya dhambi, hekalu ya corruption, hekalu la uongo, hekalu la usherati, hekalu la yale yote ambayo yamekulemea katika maisha, na atajenga upya, atakupa maisha mapya ambayo yana neema. Neema, grace means a divine helping. Atakusaidia kwa uwezo wake. Kwa sababu Kristo alifanyika bin Adam katika mwili huu, alikuwa ni Mungu, lakini akaja akafuata sheria, akachukuliwa mimba na bikira yule. Baada ya miezi 9 akazaliwa kufuata the systems ambazo ziliwekwa na Baba ambaye ni muumba wa mbingu na ardhi. Akafuata ile system ili kucrucify mwili huu, akashinda majaribu. Kumaanisha kwamba sisi tunaweza tukashinda majaribu, tunaweza tukatenda, tunaweza tukahouse the Holy Spirit kupitia kwa damu ya Yesu Kristo, kupitia kwa mwili wake Yesu Kristo. Kwa hivyo unahitaji kuamini, unahitaji kujitolea na kujua kwamba Kristo anataka kuokoa, anakuwazia mema, ana mipango mizuri. Ruhusu kwamba Kristo aweze kufanyika upya katika maisha yako, aweze kufanyika upya katika malengo yako katika maisha hii. Unahitaji Kristo, na Kristo alidhibitishwa kwamba ni mwana wa Mungu. Wakati wa ubatizo wake sauti ilitoka mbinguni wakati ule, kasema kwamba huyu ndio mwana wangu wa pekee, msikilizeni. Wakati ambapo alipeleka Peter, John, James, aliwapeleka mlimani pale wakati wa transfiguration, wakati wa kubadilishwa uso wake, sauti ilisikika mbinguni kwamba huyu ndio mwana wangu wa pekee. Kwa hivyo yule ambaye anakuambia kwamba Kristo sio mwokozi, mwambie nani ndio mwokozi. Kuna watu wana argue out alafu anakuambia. Kwa hivyo huyo ni mtu ambaye akupei tumaini. Jua kwamba Kristo ni mwokozi, na mtu asibadilishe ukweli kwamba Kristo amekuja kukuokoa na anakupenda wewe, atakusamea kwa kila dhambi. Hakuna dhambi ambayo Kristo hawezi kukusamea. Bora wewe ukiri tu kwa kinywa chako na kuamini moyoni, Kristo atakubadilisha maisha yako. Maana katika kitabu kile cha Warumi 8:28-30 anasema kwamba ataweza kukubadilisha. Anasema, and we know that in all things work together for good for those who love God, to those whom are called according to this purpose, for whom he foreknew he also predestined. Alikujua kwanza. Bwana anajua mwisho kabla ya mwanzo. Kisha anasema kwamba wale ambao waliwajua mapema, for whom he foreknew he also predestined. Alikupa hatima ya mapema, alijua kwamba utatimiza hiki na kile. To be conformed to the image of Son, kwamba tubadilishwe, tufanywe upya kwa sura ya Mwenyezi Mungu, kwa sura yake Yesu Kristo. Kwamba popote ulipo, unapomwamini Kristo, maisha ya mabadiliko yanaanza. Unaanza kubadilishwa, unapata vitu vinabadilika, ndoa yako inabadilika, kazi yako inabadilika, hatima yako inabadilika. Kwa maana kuna wale ambao wamelemewa na vitu vingi, hatima yako ikaibiwa hata na adui, ikafanyiwa nini, magonjwa yamekuteka nini, kila kitu, lakini unaweza ukafanyika upya kwa kumpokea Yesu Kristo. Akasema kwamba so that they may be conformed to the image of his Son, that he might be firstborn among many brethren. Atafanyika mzaliwa wa kwanza. Moreover whom he predestined he also called, akawaita. Whom he called, this he also justified. Akatufanyika tukue haki kupitia kwa mwili wake Yesu Kristo. Ndio kwamba Paulo anasema kwamba kile kitu ambacho natamani kufanya siwezi kukifanya, kile kitu ambacho natamani kukitenda siwezi kukifanya, lakini ile ambayo sitaki kufanya ndio najipata nafanya. Kwa hivyo kupitia kwa kusulubisha mwili huu, alisulubishwa matendo yote, na kwa damu yake unaoshwa, unafanywa upya, unapata unabadilishwa pekee. Kama niyo dhambi, unawachana nayo, unabadilika, you turn away. Repentance means turning away from that thing. Una repent pale, unazaa matunda ya toba, kwa kuweza kubadilika katika mawazo yako, kubadilisha nia yako, kubadilisha destiny yako, kubadilisha kila kitu. Wacha Bwana aweze kukubadilisha. Unasema kwamba He called, this he also justified. Justification, unafanyika mwenye haki. Biblia inasema kwamba hakuna mwenye
haki miongoni mwetu, lakini sisi tumefanyika haki kupitia kwa damu ya Yesu Kristo, kupitia kwa jina lake Yesu Kristo. Unahitaji kufanya nini? Unahitaji tu kuamini moyoni mwako na kukiri na kinywa chako. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Nimetambua kwamba mimi mtenda dhambi na siwezi peke yangu kutimiza malengo ulionipangia. Siwezi peke yangu hata kusimama katika haki. Baba, nisaidie. Pokea maisha yangu, pokea moyo wangu. Baba, nibadilishe nifanane na wewe. Na kupokea na naamini kwamba wewe ni mwokozi wangu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wacha Mungu akujaze na Roho Mtakatifu, wacha kuongoze, maana alisema kwamba sitawaacha kama mayatima, bali nitawapa msaidizi ambaye atawasaidia. Sisi hatuwezi peke yetu, atakuongoza. Waachilia mawazo yako. Unajua kwamba wokovu inahitaji uweze kunyenyekea na kuachilia mawazo yako, kusema kwamba siwezi, Bwana, kuamua hata kufanya uamuzi. Unapata unafanya uamuzi wa kishenzi, unakuja unasema baadaye, kwa nini niliamua hivi? Wacha Roho akuongoze, ufanye uamuzi wa kweli na wa haki. Hata kama ulikuwa umempokea Kristo na ukapotea, basi unaweza ukarejea kwake na ukarenew na ukafanya maisha yake mapya. Shalom, naitwa Felix Kipto.